Siri kubwa ya kufanikiwa katika biashara ya vipodozi ni kutambua matatizo ya wateja wako. Kwa hiyo wakati unanunua product zako ni lazima ufocus zaidi na wateja wako wana matatizo gani. Ili kutatua tatizo la mteja wako wa ngozi, basi kitu cha kwanza lazima ufahamu kwamba anahitaji cleanser nzuri. Hii ni sabuni ya kunawa uso. Hii inasaidia kusafisha ngozi na kuiandaa kwa ajili ya kupokea matibabu ya ngozi. Hatua ya pili huwa tunaita ni kutumia tona. Tona hii kazi yake ni kufungua vile vitobo kwenye ngozi na pia kuilainisha ngozi, kuiandaa kupokea matibabu. Sasa ambayo tunaita ndo treatment yenyewe ambazo ni serum. Kuna serum za aina nyingi, labda kuna hii pidiaraheni, kuna turmeric, kuna gulta kwa wale ambao wanataka kung'arisha, kuna niacinamide. Yani kuna serum za aina tofauti kama unavyoziona hapa. Hizi kwa ajili ya kutatua mteja kama ana tatizo la chunusi, kama ana tatizo la large pores, kama ana tatizo la mabaka meusi kwenye ngozi yake. Kwa hiyo ni lazima ujue ni serum gani inamfaa huyo mteja pamoja na aina yake ya ngozi. Kwa hiyo baada ya hapo ni lazima ujue pati ya moisturizer. Moisturizer kazi yake ni kuilinda ngozi kama ngozi imeharibika na au imeungua na jua, yani skin barrier imepungua, ngozi haina uwezo, imekuwa nyepesi. So ni lazima uwe na moisturizer nzuri ambayo, mfano kuna moisturizer za aina nyingi. Kwa hiyo hakikisha kwamba una kundi nzuri la aina tofauti za moisturizer kutokana na tatizo la mteja wako. Na pia kuna upande wa kupunguza uzee. So watu wengi wanapata changamoto ya mistari ya uzee usoni, ngozi inajikunja, kwa hiyo wanaita makunyanzi kwenye ngozi, sijui weusi kwenye macho. Lazima uwe na treatment kama retino. Yes, lazima uweke retino kwenye seti zako. Ni lazima uwe na hizi alpha abtune, hizi ni cream mbalimbali, sio azelaic acid. Yes, kuna hizi hapa kwa ajili ya kuondoa mabaka sugu. Kwa hiyo ni lazima uwe na hii seti yenye vitu kama hivyo. Na pia ni lazima tuwe na sunscreen. Hizi hapa kazi yake ni kuzuia miale ya jua. Yes, kama tunavyofahamu kwamba hali ya hewa ilivyo, jua likiwa kali ngozi inakuwa na mabaka, na pia mfano wewe unatibu chunusi, ni lazima uwe na sunscreen, upake sunscreen ili kuzuia zile chunusi zako zisirudi tena, na pia kuzuia mwanga wa jua kuunguza ngozi yako. Lakini pia ni lazima uingie kwenye kundi la ngozi ya mwili. Ngozi ya mwili inahitaji sabuni nzuri. Hizi zinaitwa shower gel. Kwa ni lazima utumie shower gel nzuri ambayo itakusaidia kusafisha ngozi yako, ambayo haitakuacha na pumu ya ngozi yenye harufu kali. Hizi ina manukato nzuri. Kwa tafuta kitu ambacho shower gel ambazo zenye harufu ambayo itamkubali kila mtu. Okay? Na pia baada ya hapo ukishasafisha ngozi yako ni lazima upake body lotion. Hii ni mafuta ya mwili. Mafuta ya mwili kazi yake ni kulainisha ngozi, kuwa na ngozi kavu. Unajua ile unakangua ngozi unashangaa imechanika. Kwa hiyo ni lazima upake body lotion mwilini. Lakini kuna pati nyingine ya msingi. Yes, kuna ile ngozi ambazo zinahitaji nguvu. Ngozi ni ngumu, unahitaji maski. Yes, kuna vitu kama maski ambazo utaziongeza, si za collagen nini. Unajua kwamba kuna wale wateja ni lazima wafanye hizi product, watumie hizi product. Kwa hiyo nazo utaweka ili kuhakikisha kwamba unamshawishi mteja wako na unaenda kutatua tatizo lake vizuri. So kwa hiyo ambao unafikiria kuanza biashara ya vipodozi, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba ambazo ziko za WhatsApp hizo. Yes, ukatuambia bajeti yako ya mtaji ni kiasi gani. Yes, tu focus na matatizo gani ya wateja wako, na tuko hapa hata kama una mtaji mdogo kwa ajili ya kusaidia uweze kuanza biashara. Pia mfanya biashara yote ya vipodozi apate elimu hii. I hope itamsaidia.